Pia leo dunia inaadhimisha siku ya mwanamke. Mama Msamaria huyu anaonyesha pia namna gani ni mwalimu kwa wengine, kuwajulisha Yesu Kristo ni nabii wa kweli. Anakwenda kuwapasha habari na watu wanakimbilia kwa Yesu. Hivyo akina mama, mnayo fursa kubwa na mmetumika katika maandiko matakatifu kuwa walimu wa kwanza katika imani, katika kufundisha watu neno la Mungu, kukutana na Mungu. Veronika anampangusa Yesu, anakutana na Yesu, anakutana na Mungu huyu katika mateso, anamhurumia. Mama, akina mama, mna moyo wa huruma. Zihurumieni familia zenu zinazoangamia, wahurumieni watoto wenu na muwaombee watoto wenu, kama mama Bikira Maria alivyoambatana na Yesu katika safari ya mateso mpaka anapokea maiti ya mwanaye. Mama huyu alikuwa pamoja na mwanaye. Waombeeni watoto wenu, ambataneni nao katika taabu na shida. Akina mama, mmepewa neema na moyo wa pekee, na kazi zenu njema tunaziona za kupamba ulimwengu na kuonyesha kwamba kweli ninyi ni waleta uhai katika uso wa dunia hii ambayo Mwenyezi Mungu ameiumba. Mnaleta viumbe vipya, mnaleta wanadamu wapya duniani. Hivyo thaminini uhai wa viumbe hivi. Tusitawaliwe na ulimwengu wa kisasa wa kuona tabu kuendeleza kazi ya uumbaji. Akina mama, mnafunga njia za uzazi hata bila kushirikisha waume zenu. Mwogopeni Mwenyezi Mungu. Mnatenda dhambi bila kujua, na hivyo baadaye mnaandamwa na magonjwa na kansa, na mwisho baadaye mnashindwa kupata watoto kwa sababu ya mambo kama hayo. Na baada ya hapo mnaanza kuhangaika kwenye miujiza ya kutafuta watoto, hali kwamba mmeharibu mfumo wa uzazi. Akina mama, lindeni, tunzeni heshima yenu, lakini pia namna ya kuishi maisha yenu na maneno yenu na matendo yenu yafanane na umama wenu na mioyo ambayo Mwenyezi Mungu amewapa. Mjithamini ili mthaminike. Leo hii akina mama, namna ya mavazi yenu mnavyovaa, ukimwona mama mtu mzima amevaa nguo imemshika, inampasua mpaka karibia na Suezikana, lakini yeye yupo vizuri tu. Mabega yote yapo nje, mgongo wote upo nje, maziwa yote yapo karibia nje, lakini yeye haoni shida, anatembea tu mitaani vizuri kabisa. Heshima yenu mnaiondoa. Je, Mungu atawabariki namna gani kwa stahili ya maisha kama haya? Muombeni Mwenyezi Mungu awajalie neema na hekima ya kujithamini katika maisha yenu. Jithaminini na mjipende kwanza ninyi wenyewe. Msiwe vyombo vya kutumika kwa ajili ya starehe ya ngono kwa kuvaa vibaya. Hata katika makanisa, nyumba za ibada, vaeni nguo zenye heshima, ili hata watu wasiondoe uwepo wa Mwenyezi Mungu katika sala. Wasibaki kushangaa, huyu mwenzetu yupoje, mbona amevaa namna hii? Badala ya kusali mtu anaanza kushangaa kwa sababu macho hayana pazia. Hivyo nafasi hizo na hali hizo zinatuondolea fursa ya kuongea na Mwenyezi Mungu katika utulivu. Heshimu mwili wako. Tunaambiwa na Paulo, miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Thaminini utu wenu, thaminini umama wenu, na Mwenyezi Mungu atawabariki. Akina mama, mmekuwa na wimbi kubwa la kutabika na kupata mahangaiko makubwa kwa sababu mmeondoa roho ya Mungu ndani yenu. Mwombeni Mwenyezi Mungu awajalie mnapoadhimisha siku hii ya mwanamke duniani, basi tambueni thamani yenu ya umama, ya mwanamke katika mazingira yetu na ulimwengu wa sasa. Tumsifu Yesu Kristo.